Walisema yeyote atakayethubutu kutoka usiku basi atakufa, lakini Baraka hakujali. Alipokuwa akitoka dukani, ghafla umeme ukakatika. Giza likatawala. Kwa hofu, akawasha tochi na kukimbia haraka nyumbani. Alipofika, alijifungia mlango haraka sana. Kisha akahema kwa kuogopa. Kabla hata hajapumua vizuri, akasikia nyayo nzito zikimfuata nyuma. Kisha mlango wake ukabishwa kwa nguvu. Baraka alisimama wima, akashikilia kifua chake, macho yakimtoka. Nyayo zikawa zinazunguka dirishani kama kuna mtu anatembea taratibu akimzunguka. Akapiga kelele kwa sauti ya juu, "Ni nani hapo nje?" Hakuna aliyejibu, ila mlango ukagongwa tena. Safari hii kwa fujo zaidi, kama kitu kinataka kuivunja nyumba. Tochi yake ikaanza kudidimia mwanga, ukiwaka na kuzima. Ndipo akasikia sauti ya kike ikinong'ona nje ya dirisha, "Baraka, usiku huu ni wako." Moyo wake ukapiga kasi, jasho likamchuruzika. Akaamua kupiga simu kwa jirani, lakini simu haikupata mtandao. Giza lilizidi, upepo mkali ukapita, ukazipiga kuta kana kwamba nyumba inatisikisa. Ghafla, mlango ukafunguka taratibu bila yeye kugusa. Tochi yake ikamulika sebuleni, lakini hakukuwa na mtu. Ndipo akasikia nyayo zikiteremkia ndani, zikimkaribia hatua kwa hatua. Akakimbilia chumbani, akajifungia kwa haraka, lakini kabla hajavuta pumzi ya pili, mlango wa chumba chake ukabisha kwa nguvu 3 mfululizo. Baraka alishikilia tochi kwa mkono unaotetemeka. Sauti ile ile ya kike ikarudi, sasa ikiwa karibu kabisa, kana kwamba imesimama nje ya mlango wake. "Nilikuonya, usiku huu hakuna aokokae." Mwanga wa tochi ukazima kabisa. Giza likameza kila kitu. Mlango wake ukafumbuka kwa kishindo, na kilichoingia hakikuwa cha kibinadamu. Je, unadhani ni kitu gani kilichoingia hapo? Mlango ulipofunguka kwa kishindo, upepo mkali ulivuma ndani kana kwamba dunia nzima imechafuka. Baraka akavuta shuka, akajifunika usoni, lakini mara akasikia pumzi nzito ikikaribia sikioni mwake. Akaondoa shuka kidogo, macho yake yakatazama gizani, na ghafla taa ndogo ya tochi iliwaka sekunde chache, ikamulika uso wenye nyama ya kuoza ukimkodolea macho. Akapiga mayowe na kurusha tochi yake, lakini mwanga ukazima mara moja. Ndipo kiumbe kile kikaanza kucheka, sauti nyembamba ya kike ikichanganyika na milio ya paka wakubwa. "Baraka, ulithubutu kutoka usiku huu. Sasa roho yako ni yangu." Kwa hofu, akakimbia kupitia dirisha, akajirusha nje ya nyumba bila kujali majeraha. Aliponyanyuka, barabara yote ilikuwa tupu, lakini nyumba za majirani zilikuwa na milango yote wazi na taa zikizima kana kwamba kila mtu ametoweka. Akaanza kukimbia kuelekea kijijini, lakini kila alipopita aliona kivuli chake hakipo. Ghafla, nyuma yake akasikia nyayo zikikimbia haraka, zikikaribia kwa kasi kubwa. Akageuka, hakukuwa na mtu. Alipoanza kukimbia tena, mbele yake alijikuta anasimama mbele ya kaburi kubwa lililoandikwa jina lake. Baraka Omari alikufa usiku wa giza. Akapiga kelele kwa hofu kuu, lakini ghafla mkono uliooza ukatoka kaburini, ukashika mguu wake kwa nguvu. Kisha Baraka akapiga kelele. Je, unafikiri Baraka atafanya nini katika hali ile? Usisahau kusubscribe.